Mwanamke akikosea, mwanaume wa kweli anamuita, anamwambia kaa hapo, umekosea 1 2 3. Na wewe umesababisha. Lakini sasa wewe ungenisaidia. Ni kweli nimesababisha, lakini umenisaidia. Na wewe umekosea. Munaongea hapo, munayamaliza, unamwambia yameisha, unamuinua mke wako na mkumbatia. Unamwambia I love you my wife. Wewe ndio pekee. Watazaliwa wanawake wengi feki, wewe ndio original. Wewe ndio mwanamke katika wanawake wote ambaye hata kikosea nikimuonya anagundua makosa yake. Unamwachia kabusu ka asubuhi, ka mchana, ka jioni mwa. Tasikia na wewe unanibushu wakati watoto wanaangalia, naambia yameisha. Hukumbuki tena. Hasa mwanaume siku nzima inapita, umenuna, unaamuka asubuhi na hasira, unaenda kazini bila kuaga, unaacha pesa kwa maandishi mezani, mwanaume. Alafu tunasema kichwa cha nyumba, nasema kichwa kimeharibika, kiletwe garage. Leta kwa garage, tuko hapa tutengeneze hicho kichwa. Kuna vitu vimelegea, tukaze vikae sawa. Nasema haya kwa sababu kuna watu wananifuatilia mtandaoni. Sishughuliki na wewe. Wewe ndio unanena kwa lugha. Kuna watu nashughulika nao kule. Kuna watu wananifuatia kwenye mitandao, ndoa zao ziko hoi, zimechanika. Unajua kuna watu ndoa zao ziko ICU, zimewekewa drip. Amen. Kwa hiyo dhambi ya mtu na mtu ziko tofauti. Kwa hiyo dhambi ina macho, dhambi inaona, dhambi inasema. Kwa ndio maana fundi akikaa kwenye nyumba aliyojenga kwa wizi hana amani nayo. Kwa sababu kiangalia madirisha yanasema, mimi chuma ulinibeba kule, mimi mabati ulinibeba kwa fulani, mimi, yani kiangalia kila mahali vinamshitaki. Unajaribu kusema namshukuru Bwana ameniwezesha nimejenga nyumba, moyoni unasema ya uwizi. Amen. Tunajua dhambi inasema waulize wamama walioiba chupa za wenzao za chai, walioiba sahani, walioiba ni hata changa